Uliniacha ila bado na kukumbuka, picha yako nitaitunza. Mwanao ulimuacha akiwa bado mdogo, anakukumbuka baba yake. Nashindwa kujizuia, penzi lake tamu nalikumbuka, picha yake daima taitunza. Nifanyeje jamani, nashindwa kabisa kumsahau. Picha ya familia imezua bara, mtoto wa baba wa kambo hataki picha yangu kwenye picha ya familia. Kwa nini kila tukikutana unanifyonza? Unajua Afrika mimi ni kaka. Tofauti tu ni mababa, lakini mama ni huyu mmoja. Una matatizo gani wewe kijana? Nishakwambia wewe sio kaka yangu. Unajikomba tu kwetu tukakuwa tuna maisha mazuri. Tena usinizoee. Sawa, ila mimi sijikombi kwenu, kwa sababu babako alimpenda mama. Yaani wewe kivyovyote vile utabaki kwa wewe ni mdogo wangu. Unajidanganya tu. Watoto wa mama mmoja hawapendani kisa picha ya familia. Inashangaza sana, picha ya familia imezua bara, mtoto wa baba wa kambo. Bibi, kwa kuwa ulisema tukikusanyika wanafamilia tutapiga picha moja ya ukumbusho tuweke kwenye kalenda, na hisi huu ndo muda mwafaka sasa. Ndio mjukuu wangu Eliki, nafikiri itapendeza sana kama tutaweka kumbukumbu ya picha kwenye kalenda yetu. Lakini bibi, kwenye hiyo picha tutakayopiga ya ukumbusho Mesha hatakiwi kuwepo, maana yeye sio mwanafamilia wa hapa. Sawa, tumeshia mama, lakini baba tofauti, anajikomba tu kwetu, akatafuta naye familia yake huko wapige. Eliki mjukuu wangu, hata Mesha ni mwanafamilia, kwa hiyo hatuwezi kumtenga kumtoa kwenye hiyo picha ya kalenda. Wote nyinyi ni wajukuu wangu. Bibi, mimi nimekataa, staki. Yeye sio mwanafamilia hii, asionekane kwenye hiyo picha. Bibi, kwani mimi kushiriki kwenye hiyo picha kuna madhara gani? Na mimi pia si mwanafamilia. Ndio kuna madhara, kwa kuwa wewe sio mwanafamilia wa hapa. Eliki mwanangu, huyo ni ndugu yako, upaswi kumtenga kabisa. Ndio, ni kweli. Mesha ni ndugu yako, upaswi kumtenga. Mjukuu wangu Eliki, hiyo roho umeitoa wapi? Unamtenga ndugu yako? Mimi sitaki kumuona. Sawa, kwa kuwa ndugu yangu amenikataa mimi nishiriki kwenye hiyo picha, nyie endeleeni. Picha ya familia imezua bara, mtoto wa baba wa kambo hataki picha yangu kwenye picha ya familia. Upendo wa familia umetiwa doa kisa picha ya familia. Bibi, kwa kuwa ameondoka, si tupige picha sasa. Picha ya familia imezua bara, mtoto wa baba wa kambo hataki picha yangu kwenye picha ya familia. Upendo wa familia umetiwa doa kisa picha ya familia. Penzi la mama kwa baba wa kambo limefanya nisikubalike, limefanya nisikubalike. Maisha yangu yamekuwa kizungumkuti, kila mtu sasa nitaki nifanyeje? Naonekana mkosaji, kwa nini baba uliniacha? Watoto wa mama mmoja hawapendani kisa picha ya familia. Inashangaza sana, picha ya familia imezua bara, mtoto wa baba. Karibu. Asante sana.
Karibu sana kijana. Asante. Karibu sana. Unaonekana kama una jambo. Au ndo yale ya ile familia kila siku nakuja kunisimulia? Ni kweli jambo ni lile, lakini la leo lina utofauti kidogo. La leo ni kubwa na ni zito pia. Jambo ni lile lipi? Mwanzo niliambia kwamba ile mdogo wako hamsalimiani. Mkikutana njiani anakufyonza. Basi nani nikakushauri. Lakini naona leo tena umeleta mambo mengine. Labda kitu gani kimetokea? Yule kijana mimi ananichukia sana, hanipendi. Inafika stage mpaka mimi nachukua maamuzi magumu, hasira. Naweza nimpiga lakini nashindwa. Kwani awamu hii amefanya kitu gani mpaka utaki kuchukua jukumu la kumpiga? Amekufanyia kitu gani? Ni kwamba yule kijana amekataa mimi kushiriki kwenye picha ya familia ambalo bibi alisema kanikataa. Yaani jambo dogo hivyo ndo linakufanya ukasirike? Kwani ile picha ambayo unapiga, picha ya pamoja ya familia, inawekwa wapi mpaka ikufanye wewe ukasirike kabisa utaki kumpiga yule mdogo wako? Ile picha mnaiweka wapi? Ile ni picha ya familia. Na yule kijana hataki mimi nishiriki kupiga ile picha tuwe kwenye kalenda afu kisha tuipachike ukutani. Na pia nitaki mimi nionekane pale. Kumbe jambo ni hilo tu dogo. Lakini wewe una tatizo moja. Hata siku ile nilikushauri kusema si mdogo wako yule hakusalimii, nilikushauri kitu. Hili jambo sioni kama ni kubwa, ila sasa wewe unataka kuifanya liwe kubwa sana. Unajua wewe ni mtu mzima. Hebu jishughulishe, uachane na ile familia. Kumbuka pale ameolewa mama yako, sio wewe. Kabla hajaolewa mama yako, upendo ulikuwa ni 100% kwako. Lakini alipoolewa ameugawanya mara 2. 50 kwako na 50 kwa mume wake. Kwa hawezi akakupa 100% zote 100 wewe wakati kuna mume wake. Unaona? Mwisho wa siku mambo haya yakiendelea utakuja kumfanya yule mwanaume amuone ile mama yako ni mtu mbaya. Kwa sababu atalazimika mama yako akupende wewe kuliko mume wake, kitu ambacho hakiwezekani. Kama nilivyokuambia wewe hujaolewa pale, ameolewa mama yako. Kabla hajaolewa ulikuwa huoni utofauti, ila baada ya mama yako kuolewa umeanza kuona utofauti. Na hiki kinasababisha kwa sababu wewe hujishughulishi, na wewe ni mtu mzima. Fanya kazi zipo nyingi. Ukiwa busy na kazi zako hutakuwa unawaza ile familia. Unajua mimi unanichosha. Kukaa na shauri mtu mzima kitu kile inachosha. Na mimi na matatizo yangu, sijawahi kukuambia. Lakini nafanya kazi. Sasa wewe kinakushinda nini? Wewe muda wote unawaza ile familia. Kumbuka wewe pale ni mgeni kwenye ile familia. Kwa sababu ya mama yako kuolewa pale. Na kinachokufanya uwe pale ni kwa sababu ya mama yako. Sasa mama yako akifukuzwa kwa sababu ya wewe itakuwaje? Kwa sababu mwisho wa siku mtakuja kuzua ugomvi pale. Mtakuja kupigana au hili itakuja kuibuka kati yako, mama yako na mume wake kwa sababu ya uwepo wako. Wewe ni mtu mzima na sio lazima ukae pale. Unaweza kaenda kwa bibi yako. Ukiona kwa bibi yako haiwezekani, basi unajitegemea. Una uwezo wa kujitegemea mpaka sasa hivi. Sasa mimi kuwa na shauri mtu yule kitu kile mimi kwa kweli nachosha. Na huu ndio ushauri wangu wa mwisho. Sitaki tena huu ujinga. Kama umeshindwa kufuata kile ambacho nakuambia, basi wapelekee wengine na wao wakakushauri. Sijui kama naongea na mtu mzima au naongea na sijui kama ninachokiongea kinaingia akilini. Sijui. Mimi nimekuelewa na ushauri wako pia mimi nitaufanyia kazi. Kama utaufanyia kazi itapendeza sana. Ila kama hautaufanyia kazi basi wewe utajua utafanya nini. Mimi sasa hivi sitaki usumbufu. Sitaki kabisa usumbufu. Sitaki kuwa na shauri mtu mzima kitu kile. Sitaki. Basi tupo. Haya, asante. Karibu sana. Nashukuru pia mimi nikuache sasa. Haina shida. Mimi haya. Maisha yangu yamekuwa kizungumkuti kila mtu. Sasa nitaki nifanyeje? Naonekana mkosaji. Kwa nini baba uliniacha? Watoto wa mama mmoja hawapendani kisa picha ya familia. Inashangaza. Eliki na Meshaki, nyie wote ni wanangu. Lakini Eliki, hali uliyoionyesha humo ndani mbele ya bibi yako ni hali mbaya sana. Ndio maana tumewaita hapa ili tuwapatanishe. Nyie wote ni ndugu. Ingawa baba ni tofauti, lakini mimi ni mama yenu. Inatakiwa umpende huyu kama ndugu yako Eliki. Ni kweli alichokisema mama yenu ni sahihi.
Eric, Meshaki ni ndugu yako, japo sio mwanangu wa kumzaa, lakini namchukulia mtoto wangu. Naomba muheshimu kama kaka yake, pamoja muheshimiane tu. Asa wanangu Eliki na Meshaki, sina bibi mfanye tukio ambalo litatufanya mimi na baba yenu tujue kwamba hamna ugomvi tena. Mnyanyuke, mshikane mikono, mkumbatiane ili tujue kwamba hamna chuki tena. Uliniacha ila bado na kukumbuka, picha yako nitaitunza. Mwana ulimuacha akiwa bado ndogo, anakukumbuka baba yake. Nashindwa kujizuia, penzi lake tamu nalikumbuka, picha yake daima taitunza. Nifanyeje jamani, nashindwa kabisa kumsahau. Picha ya familia